Na mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vya End Media Swahili, karibu katika chaneli yetu. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha una subscribe, una like, una share, lakini pia una comment kile ambacho unadhani ni bora kushare na marafiki. Hili ni kambi la vijana la mafunzo huku Mambari, kanda ya Nzega, na hili ni geti la kuingilia katika kambi hili. Limetengenezwa kwa ustadi na linahakikisha hakuna ambaye anapita nje na uzio huu. Mbele hapa nimesimama, naitwa Peter Samuel, ambaye nahakikisha kabisa unapata kila taarifa ambayo inaendelea katika kambi hili. Kama hukuleta mtoto wako, ni dhahiri na ni kweli kwamba kapitwa na mengi ambayo alitakiwa ayajue na sasa hayafahamu. Nadhani karibu mpaka ndani tukaweze kuona ni nini kinachofanyika katika kambi hili la Mambari mwaka 2026 na utabarikiwa zaidi. Karibu. Humu ndani stadi ya ukambikaji pamoja na kuandaa maradhi inadhihirishwa na vijana kutokea pande zote, wakionyesha ustadi na nguvu yao kuhakikisha kwamba wanawaonesheni jinsi ambavyo maisha yanaweza yakawa katika mahali ambapo hakuna uhakika wa kupata mahitaji yale ya kawaida. Hapa ni kambi na hii ni ramani ya kambi la kanisa la Nyasa. Ukambikaji humu unafanyika kwa kiwango cha juu. Na nadhani bila shaka hili ni geti ambalo limetengenezwa na vijana hawa. Stadi hii binafsi nafurahia sana kuiona. Nadhani unayeona kwa video unaweza kuona geti linavyozunguka. Hii yote ni stadi ambayo watu wanaipata akiwa kambini. Nadhani tuingie ndani tukaone jinsi ambavyo stadi ya ukambikaji inafanyika. Naam, humu sasa ndipo ambapo wanapika, wanakula, wanalala na pia wanafanya hata ibada za jioni kabla ya kulala. Huu ni uchanja wa vyombo bila shaka, kama unavyouona wametengeneza sehemu ambapo wanaweka vyombo. Najua kabisa nyumbani kwako panaweza pasiwe na kabati wala mahali pa kuweka vyombo, lakini vijana hawa wanayo sehemu ya kutunza sahani walau na kijiko kwa ajili ya kupata chakula. Na sehemu hii kama unavyoiona ni sehemu ya kuweza kukaa, nadhani bila shaka kujisomea na kufanya mambo mengine. Ni dhahiri nimekuta Biblia na simu hapa. Nadhani bila wasiwasi na bila shaka naweza nikakaa kwa amani nikafurahia maisha ya ukambikaji. Nafurahia stadi hii ya ukambikaji katika eneo hili la Nyasa. Wala sichoki kufanya utalii huu, ni bure kabisa. Gharama yako ni bima na kiingilio cha kufika kambini. Gharama zingine nadhani zinaweza zikawa binafsi. Hapa kuna sehemu ya kuweka matunda. Hili ni tikiti. Ni kofia ya majani. Ulishawahi kuvaa kofia ya majani? Nadhani yapo mengi unayohitaji kujifunza katika kambi hili. Tunaye mtoto mmoja hapa ambaye atatuelezea kwa kifupi majina yake na jambo ambalo analifanya na anavyojisikia katika uwepo wake kwenye kambi hili. Kama mtoto wako hajafika katika kambi hili, tambua ya kwamba shua umepoteza. Kijana, unaitwa nani? Naitwa Tanasi Benedicto. Unatokea wapi? Natokea mtaa wa Nyasa. Mtaa wa Nyasa. Pasta wako wa mtaa unamjua? Ndio. Anaitwa nani? Bureta. Ni kijana wa Bureta. Pasta Bureta, popote pale ulipo, baraka na shukrani zikufikie. Hapa umekuja kufanya nini kijana? Nimekuja kujifunza mafunzo. Haya ni mafunzo gani? Naona umevaa takataka kichwani. Nini hiki? Kofia hizi za majani. Tunakwenda kule kujifunza mafunzo ya komando kozi. Aha, kwa hiyo mmeambiwa mtengeneze kofia za majani. Nadhani ni kofia za majani ambazo vijana wametengeneza. Mtoto anayo nafasi kubwa katika kujifunza kwa kutenda, kwa vitendo katika maisha yake yote. Mtoto wako kama kakosa katika kambi hili, umekosea sehemu kubwa sana. Nadhani tunahitaji kwenda kuyaona mafunzo hayo. Nashukuru, jina langu ni Peter Samuel, nyuma ya kamera ni Emma. Ubarikiwe.
Karibu na ambatana nasi. Huu ni mstari wa vijana ambao wanapigana tanuru la moto. Hawa wanajiandaa kuingia chini, na hapa yupo kijana mmoja ambaye kwa moyo wake bila kusukumwa na mtu wala kushurutishwa kadhamiria kuingia humu ndani. Labda atuambie anafikiria kuna faida gani hasa kufanya kitu kama hiki, kwa sababu ni hatari na ni hatari haswa. Kijana, tuambie umekusudia nini? Kitu cha kwanza ambacho nakikusudia ni kuweka utimamu wa mwili, lakini pia ni kujifunza kukabiliana na mazingira yoyote. Yuko tayari kukabiliana na mazingira yoyote. Labda tujue hata anatokea wapi, ili tufahamu kwamba eneo hilo lina vijana wanaokusudia kufanya mambo makubwa katika ulimwengu. Unaweza ukatuambia unatokea wapi? Natokea Nzega, kanisa la Kitongo. Kanisa la Kitongo, Nzega. Vijana mnawakilisha vyema, tano kwenu, na nadhani yapo mengi ambayo mtayafanya zaidi ya haya. Langu ni Peter Samuel, nyuma ya kamera ni Emmanuel Kimori. Karibu. Hiyo tayari. Haya, inuka. Hapo nyuma. Uko katika luninga yako, endelea kusalia hapo hapo, kwa sababu tunaendelea kukupatia kilicho bora, na hapa ndipo kiini na kitovu cha mikutano hii, mahali ambapo semina, mafunzo, hotuba pamoja na maelekezo yanatolewa na wakufunzi kama unavyoona hapa. Kwa hiyo hivyo basi, usitoke mbele ya kamera na televisheni. Yesu katika ule mlima wa Mizeituni. Hiyo tunaipata katika kitabu kile ni cha Mathayo 24 na ule mstari wa 3. Wakamwendea wakamuuliza, tuambie mambo hayo yatakuwa lini na nini mwisho wa kuja kwako? Si tu maneno ya Yesu. Leo tunashuhudia tukio hili kubwa la kihistoria, nalo linaendeshwa polini kupitia N Media Channel. Tunaendelea kuweka hewani, na hapa tuko na vijana kadhaa, nafikiri wanaendelea kupata mafunzo kama tulivyopata maelekezo kutoka katika vituo vyetu vya redio. Na hapa niko na vijana kadhaa ambao ningetamani watuambie nini ambacho wanajifunza na kipi ambacho wameshafanikiwa kukipata tangu siku ya kwanza hadi leo siku ya 3. Ninatamani kupata mtu mmoja hapa wa kumhoji, kumuuliza. Dada, habari za asubuhi? Nzuri. Unaitwa nani? Naitwa Amina Sebastian. Amina Sebastian, umetokea wapi? Nimetokea Itobo. Itobo. Aha, okay. Wewe ni nani hapa na nini kinaendelea hapa? Mimi ni kijana ambaye nimeshiriki katika huu mkutano na kiukweli nimebarikiwa.
Aha. Unawaambia nini vijana ambao hawajafanikiwa wao kufika hapa leo? Huko waliko wanaweza pia kujiunga na hii ambayo umeitaja hapa katika mtandao wetu, ili sote tuzidi kubarikiwa huko waliko. Okay, asante sana. Hayo ni maneno ya kishujaa ya mtafuta njia ambayo anatamani kuwaeleza wale ambao hamjafanikiwa kufika hapa. Na naomba nimuulize pia mwingine hapa. Dada, habari za asubuhi? Salama kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Jacqueline Mwashtete, nimetokea Nzega. Niko hapa kwenye kambi la vijana linaloendeshwa ndani ya wiki nzima. Aha, okay. Kwa nini ni polini na sio mjini? Ni polini kwa sababu tunajifunza maisha ya mbali na nyumbani ili kupata uzoefu zaidi. Kama inavyosema kuna taabu ya Yakobo inayokuja. Kwa hiyo tunapokuwa polini tunajifunza vingi ambavyo vinatupa uzoefu sisi wa kuweza kukabiliana na changamoto hapo baadaye. Asante sana, endelea kubakia hewani. Hatukuishia hapo, naomba nimuulize pia rafiki yangu hapa ambaye yeye nafikiri ni mkufunzi. Kaka, habari za asubuhi? Ni nzuri kabisa. Unaendeleaje? Endelea vizuri. Wewe hapa ninaona umeshika kitabu hiki na nafikiri wewe leo umesimama kama mkufunzi wa vijana hawa. Ninatamani kukuuliza mawili matatu. Nini mwitiko wa vijana hawa ukilinganisha ni vijana wa marika tofauti tofauti? Usikivu wao ukoje na umakini wao katika darasa? Kwa kweli toka tumeanza vipindi vyetu hivi ninafurahishwa kuona namna ambavyo vijana wamekuwa na mwitikio mzuri kwa kweli kupata mafunzo haya. Kwa hiyo tunaendelea vizuri na wamebarikiwa na tunaona namna ambavyo wanaendelea kuona ufanisi wa masomo haya utakuwa msaada katika maisha yao. Asante sana. Katika ulimwengu wa leo kanisa letu limekuwa likijikita zaidi sana katika teknolojia na hapa matukio yanaendeshwa mjini, porini. Sasa swali langu la mwisho ni kwamba unaliona kanisa jinsi linavyozidi kusafiri na nini ambacho ungetamani kuambia vijana ambao wao hawajafanikiwa kufika hapa, wewe kama mwalimu? Ukweli ni kwamba kuna hasara na yapo madhara kwa vijana ambao wanachagua kubaki wanaposikia miito ya kuja kwenye makambi kama haya, lakini wao wanakaidi. Kuna faida sana kwa wale ambao wanapofika katika mikutano kama hii, wanapoendelea kujifunza utakuwa na mabadiliko makubwa, ni tofauti na yule ambaye hajafika mahali hapa. Kwa hiyo ndio madhara tunayoyaona. Asante sana mwalimu. Hongera na endelea kubarikiwa. Amina. Kabla haujatoka katika runinga yako, tunaendelea kukuweka hewani hadi siku ya mwisho. Nimekwambia Master Guide mafunzoni, lakini pia ni ripota wako wa siku ya leo. Endelea kusalia katika runinga yako hii na tunaendelea kukupatia kile kilicho bora. Daniel Elias nyuma ya kamera, Paul Kishimba, Baraka Benedicto pamoja na Peter Samuel. Asante. Amen. Kupitia maelekezo na ramani tunazozipitia katika mkutano wetu huu, bado hatukuishia hapo. Tumefanikiwa kukutana na mtu mwingine hapa. Kaka yetu amevalia vizuri, atatuambia yeye ni nani na kwa nini yuko hapa na nini hasa lengo la yeye kuwepo hapa. Kaka, habari za asubuhi? Salama. Wewe ni nani hapa na nini kinaendelea? Asante. Mimi kwanza kwa majina naitwa Celestpoli Laurent Kobe. Kimsingi kambi hili ni kambi ambalo nimeliandaa mimi mwenyewe kama kiongozi wa kanda, na makusudi yangu ni kwamba vijana waweze kujua idara. Kusudi hilo la kwanza. Kusudi la pili, vijana wabadilishwe katika hali ya kiuchumi, wafahamu namna ambavyo wanaweza kujitegemea wao na ni jinsi gani ambavyo wanaweza kupambana kufanya kazi ya Bwana pasipo kunung'unika. Huenda wakati mwingine wanahitaji msaada kutoka kwa wazazi na wanashindwa kufanikisha kwa sababu ya kuhitaji msaada kutoka kwa wazazi. Sasa tunachotaka wafundishwe, waelekezwe ili wajue umuhimu wao ndani ya kanisa na namna ambavyo wanapaswa kulisaidia kanisa. Asante sana. Huyu ni rais au mwenyekiti wa mkutano huu na huyu ndiye msuka ramani, mpanga mikakati, lakini pia ninaamini huyu ndiye pia mwandaaji wa idara mbalimbali na vitengo tofauti tofauti. Ninafikiria kitu kama hicho. Ndio. Okay, ninatamani kujua kuna idara gani na idara gani na idara gani ili niweze kufahamu. Asante. Idara iliyohudhuria hapa ni idara ya tafuta njia, idara ya mabalozi,
na pamoja na AY. Asante sana idara ya mabalozi, watafuta njia pamoja na AY. Nje na hizo idara katika chama, je, kuna idara zingine ambazo zenyewe zinahakikisha mambo yanakwenda vizuri? Labda nikurudishe nyuma kidogo. Ndio. Ni kwamba tunapozungumzia habari ya idara tunamaanisha ni huduma za idara ya vijana. Okay. Maanisha ni general kwa pamoja katika idara ya vijana ndani ya nini? Ya kanisa. Lakini tunapozungumzia habari ya vyama ndo hivyo nilivyo kutaja kwa wale waliohudhuria hapa. Aha, okay, sawa. Nafikiri kuandaa tukio kama hili ni lazima pia kuna kamati. Je, kuna hicho kitu? Ndio, kamati lazima ziwepo ili kuweza kufanikisha na kufika katika malengo. Asante sana kwa maelezo ya rais wetu na mkurugenzi na mwandaaji wa tukio hili ambalo linakwenda kwa muda wa siku 7. Kwa maelezo hayo, itoshe tu kufahamisha wewe mtazamaji kwamba tunaendelea kukupatia kile kinachostahili na kilicho bora zaidi. Endelea kusalia nasi katika runinga yako, lakini pia unaweza kutufuatia katika mitandao ya kijamii kupitia Facebook, kupitia Instagram, kupitia YouTube pamoja na TikTok kwa kuandika neno End Media Channel, bila kusahau Hope Voice WMR. Tunaendelea kukuweka hewani ewe mtazamaji. Ninaitwa Daniel Elias, mbele ya kamera. Nyuma ya kamera Po Shimba, Baraka Benedicto pamoja na Peter Samuel. Asante sana mkurugenzi, endelea kubarikiwa. Katika kitabu kile ni cha Luka sura ile ya 10 na ule mstari wa 30. Tunapata kisa cha Yesu. Mtu mmoja alishuka kutoka Yerusalemu kuelekea Yeriko, akaangukia mikononi mwa wanyang'anyi. Hicho ni kisa ambacho Yesu alikuwa anawasimulia wakati siku ile anawafundisha makutano. Na hapa kinachoendelea ni kipindi cha masimulizi ya Kikristo kupitia mkufunzi wetu ambaye amekuwa na hili darasa kwa muda mwingi zaidi. Katika kambi letu hili la Mbutu tunahitaji kupata mawili matatu kutoka kwake. Mwalimu, habari za asubuhi? Ni njema sana. Unaendeleaje? Niko vizuri. Darasa lako nalionaje? Darasa liko mwemwele. Mwalimu unaitwa nani? Mimi naitwa Joshua Sehoma. Joshua Sehoma. Ndio. Unatokea wapi? Mimi ni mwenyeji wa Kigoma Kasulu. Ndio. Mwalimu, ninahitaji kujua mawili matatu kutoka katika hili darasa lako. Dio. Katika kipindi hiki cha masimulizi ya Kikristo. Nini mwitiko wa vijana wanaposikia kipindi hiki na nini ambacho ungependa kuwaeleza vijana hawa unaowafundisha? Asante sana. Baada ya kuwa nimekaa nao kwa muda takriban siku 2, nimeona wakiwa ni wapenzi sana wa somo na wamejifunza kwa makini sana, kwa umahiri pia. Na ningetamani kuambia tu kwamba tunapojifunza masomo kama haya ni nafasi ya kubadilisha katika maisha ya Kristo, kwa sababu masimulizi ni sehemu moja ya ujenzi wa tabia ya kiroho ya watoto. Ni moja ya sehemu anayofanya kwamba sasa ni kipengele moja kabisa katika kwadi la Master Guide, kwamba msimuliaji ujue kusimulia vizuri, kuweka vizuri watoto katika nyanja zote kabisa. Kwa hiyo ningetamani kusema kwamba ni nafasi njema na tafakari kubwa kwamba sasa wachukue masomo wanapokwenda nyumbani, wawafundishe kwa weledi mzuri sana. Asante sana. Dio. Asante sana. Ninatamani kuwauliza hawa marafiki zangu ambao umekuwa nao kwa kipindi chote hiki cha mkutano. Ndio. Mtoto, habari za asubuhi. Unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi? La 6. Shule gani? Wapi? Mwalimu wako anaitwa nani? Wewe unapenda kisa gani katika Biblia? Wewe hapa unapenda kisa gani ambacho ungependa mwalimu akusimulie? Cha Daudi. Kisa cha Daudi ndio kisa unachokipenda? Unaitwa nani? Mariamu Mrisho Saidi. Mariamu Mrisho Saidi. Wewe ni katika yale madarasa ya watafuta njia. Wewe ni darasa gani? Msimamizi. Darasa la msimamizi. Na toka mkutano uanze, nini ambacho umeshajifunza katika nishani mbalimbali, katika mafunzo mbalimbali? Nini ambacho umekipenda na umejifunza kutoka kwake? Nilichokipenda Nani anaweza kuniambia watoto wazuri? Nani amejifunza? Nishani ya ufugaji wa kuku. Nishani ya ufugaji wa kuku. Nini naweza ukifanya ili kuku wangu wawe ni wakue vizuri na niweze kupata kitoweo kizuri?
tuweze kuwapa chakula kizuri ambacho kipo bora zaidi. Kingine? Asante ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu hii. Haya ni maelezo kutoka kwa vijana ambao wamekuwa na walimu wao, na hapa ninahitaji kupata mawili matatu kutoka kwa ndogo wangu hapa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Esther. Esther nani? Esther Mathias. Unatokea kanisa gani, mtaa gani, conference gani? Mimi natokea Nzega, kanisa la Kitongo. Conference gani? Conference ya Kiungu, Tanzania. Nani anisaidie? Sisi tuko conference gani? Dada yangu hapa. Kwa majina anaitwa Christina James. Ndio. Natokea Nzega, kanisa la Nzega. Ndio. Mtaa wa Nzega, sisi tuko Union ya Western Tanzania Conference. Aha. Hiyo ni taarifa kama ulivyosikia kwa dada yetu hapa, na kama unavyoona mazingira ni mazuri, na hapa kila unachokiona hapa ni cha athiri. Kila unachokiona hapa ni cha asili. Hakuna kitu ambacho kimetoka mjini. Tumeamua kuyaacha masofa majumbani na sasa tunatumia hivi vitu vya athiri. Ningetamani kupata kijana mmoja ambaye anaweza akanieleza kwa nini tunatengeneza vitu vya design hii. Yuko mmoja anaweza akaeleza kwa nini tunatumia hivi vitu? Dada yangu hapa. Karibu. Simama uniambie kwa nini tunatengeneza hivi vitu kwa sababu tupo kambini, tuko nje na nyumbani. Tunaishi maisha ya nyumbani, tunaleta hapa. Kama ukiangalia hii hapa ni meza kwa ajili ya wakufunzi wetu na hivi ni viti. Ni sawa sawa na nyumbani, hii ni meza na haya ni nini? Ni masofa. Kwa maana tunakuja huku maporini kuweza kujifunza maisha kujitegemea na kutengeneza vitu ambavyo vinaweza kutufanya tukakaa vizuri, tukaishi vizuri kama tulivyo nyumbani. Asante sana. Vijana wengi hawapendi kutoka majumbani kwao. Wamezoea kuangalia TV, kukaa kwenye zile sofa. Ukimwambia anakuja polini, ni hapo ndo changamoto inapoanzia. Unahitaji kuambia nini wale ambao wanakutazama kwa sasa na wale ambao hawajafanikiwa kufika hapa, vijana wenzako? Kwanza niwaalike vijana wenzangu wajitokeze kuja katika makambi haya. Tunajifunza vitu vingi, tunajifunza maisha kujitegemea, tunajifunza Ukristo ambao utatufanya kuwa mashujaa na mawakili wazuri wa Mungu. Ninachowaambia wazazi, waturuhusu vijana tuje huku maporini tuweze kujifunza ili tuweze kuwa mawakili wazuri na mabalozi wazuri huko majumbani kwetu na jamii yote inayotuzunguka. Asante. Hayo ni majibu mazuri na ya kutia moyo. Nafikiri mpenzi mtazamaji na wewe unayetufuatilia kupitia channel zetu pamoja na radio yetu ya Kidunia AWR pamoja na Hope Channel and Media Channel, tunaendelea kukuweka hewani na kuhakikisha kwamba unapata kile kinachostahili. Endelea kubaki katika runinga yako wewe pamoja na familia yako uliyeko safarini. Mwalimu, nikushukuru sana na nikupongeze kwa kazi nzuri ambayo umekuwa ukifanya wewe pamoja na vijana wako. Amina. Na mimi napenda nikupongeze sana kwa sababu umeona umuhimu kabisa kwamba tukiwa ndani ya poli hili ni sehemu moja pia ya matukio ya kututangaza kwamba sisi nasi ni wajumbe wa Mungu. Asante sana. Ndugu mtazamaji, Master Guide mafunzoni Daniel Elias, ninaendelea kukupatia kile kilicho bora kutoka huku polini Mbutu. Nyuma ya kamera Paul Kishimba na Baraka Benedicto. Endelea kusalia nasi. Asante. Hasara za nini? Kutengeneza bustani ni gharama. Wakati mwingine unaweza kutumia hela nyingi, halafu ukavuna namna gani? Kidogo. Hujawahi kuona mtu amelima bustani, labda amelima matikiti heka 5. Sawa? Akatumia milioni 2. Halafu akaja akavuna 800,000. Wapo hawapo? Hiyo lazima ukubali kwamba unapokuwa unafanya jambo hilo unamwachia tu Mungu. Sawa? Sawa? Halafu hasara nyingine, ajali katika kulima na kutunza bustani. Mfano, wakati unalima, sawa, unaweza ukajikata jembe, wakati unatunza au unapulizia dawa, bahati mbaya dawa mkabidhi Adam pamoja na Hawa ili wailime na kuitunza. Maneno hayo ni katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 2 na ule mstari wa 8. Na hapa kinachoendelea ni kipindi cha nishani ya bustani, na huyu ni mkufunzi wetu ambaye amekuwa na hawa vijana akiwafundisha mambo gani wanaweza wakazingatia. Huenda tunaweza tukapata zaidi ya hayo. Ninatamani kufahamu kutoka kwake. Habari za asubuhi rafiki? Ni salama kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Elisha Mbogo. Elisha Mbogo, wewe ni nani hapa na nini kinaendelea? Mimi ni miongoni mwa walimu wanaowezesha kambi hili
kufundisha madarasa mbalimbali. Asante. Miongoni mwa wakufunzi ambao wamekuwa wakiendelea kutuweka hewani na kutupatia kile ambacho kinaendelea katika poli letu na kambi letu hili zuri, nini mwitiko wa watoto hawa na vijana ambao umekuwa ukiwafundisha wewe? Ni jambo la kushukuru Mungu kwa sababu vijana wameitikia kwa ubora kabisa na kwa mwamko mkubwa, na hasa nimegundua hili tunapoendelea na mafundisho haya, wamekuwa ni watu ambao wako makini na kufuatilia kila ambacho tunaendelea kuwafundisha. Asante. Na kitu gani ambacho ungependa kuambia watoto wanaokutazama hivi leo kupitia runinga yetu? Ni kwamba watoto msikate tamaa wala msione kwamba hili jambo ni la kawaida. Ukifika mahali hapa hutakosea tena kuhairisha kufika katika kambi lolote utakalotangaziwa hapo baadaye. Asante sana, ninashukuru sana kwa ushirikiano wako. Ninatamani kuongea na watoto hawa angalau mmoja au wawili nione nini ambacho wao wamejifunza. Watoto, habarini za asubuhi. Kama siwasikii hivi, habarini za asubuhi. Salama. Mnafurahia darasa? Ndio. Bustani ni nini? Nani anayejua? Mkono tafadhali. Nani anajua bustani ni nini? Bustani ni eneo Nani? Bustani ni nini? Bustani ni eneo lililopandwa mimea mbalimbali, mfano maua, mboga mboga na miti ya dawa. Aha, hiyo ndio maana ya bustani. Ndio. Aha, okay. Kuna tofauti gani kati ya bustani na pori? Bustani, pori kwanza, yani lenyewe linakuwa na miti mingi, halina mpangilio maalum. Bustani yenyewe inakuwa na mpangilio maalum uliopangwa kwa mistari au matuta. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Esther Lucas. Esther Lucas, toka kanisa gani? Idaru. Kanisa la Idaru. Aha, okay. Mtoto unaitwa nani? Maria Andrew. Wewe hapa uko kwenye bustani au uko porini? Uko porini. Uko porini. Aha, okay, sawa. Ubarikiwe sana. Endelea kusalia nasi, hayo ndio yanayojiri huku Mbutu. Wewe ambaye umebakia nyumbani, mengi yanakupita. Lakini ni habari njema ni hii, kwa sababu upo mbele ya runinga yako. Endelea kufuatilia mikutano hii. Mbele ya kamera Daniel Elias, Master Guide mafunzoni. Nyuma ya kamera Peter Samuel, Paul Kishimba pamoja na Baraka Benedicto. Bye bye. Wakala wote wakashiba, wakayaokota masazo ya vipande vya mikate vikapu 12. Haya ni maneno ya mtu wa Mungu Mathayo katika kile kitabu ni cha Mathayo 14 na ule mstari wa 20. Wakati ambapo Yesu alikuwa na mkutano akihubiri, watu walipata neno wakapata njaa, lakini muujiza mkubwa ulifanyika na Yesu mwenyewe ndiye aliyehusika. Katika mianzo na miendelezo ya mikutano yetu hii katika kambi letu la Mbutu, ziko idara nyingi ambazo tumefanikiwa kukutana nazo, na hapa ninapozungumza na wewe niko na dada yangu hapa ambaye amekuwa akifanya vizuri sana katika idara ya upishi. Kama unavyoona hapa, ripoti yako unavyozidi kunufaika na matunda ya watu hawa. Dada, habari za asubuhi. Salama, habari yako? Salama. Unaitwa nani? Naitwa Martha. Martha, unatokea wapi? Kanisa gani? Mtaa gani? Natokea mtaa wa Mambali, kanisa la Bukumbi. Mtaa wa Mambali, kanisa la Bukumbi, jimbo la Magharibi mwa Tanzania. Ndicho kinachoendelea hapa. Dada, wewe umekuwa mpishi tangu mwanzo wa kambi hili, na hivi sasa ninaona kuna kitu kinaendelea hapa. Nini changamoto ambayo mnaipitia ukilinganisha mazingira ni ya porini, alafu pia hata mahitaji kuna namna fulani huenda mnapitia changamoto? Unafikiri changamoto gani ambayo imekuwa ikiwakumba? Changamoto iliyopo hapa ni kuwa mbali sana na senta. Kuwa mbali na huduma za jamii kwa matumizi ya nyumbani. Kwa hiyo kitu gani ambacho mnakikosa kwa wakati? Mfano nyanya, mafuta na mboga za majani. Mboga za majani imekuwa ni challenge kidogo, lakini Mungu yupo pamoja na sisi. Si tu yeye, yuko na dada yangu hapa ambaye na yeye pia ni miongoni mwa kiwanda. Dada ameona asogee kabisa. Ni miongoni mwa kiwanda hiki kuhakikisha kwamba tunapata afya zetu zinakuwa salama. Dada, ningependa kujua usalama ukoje ukilinganisha mazingira mnayoyatumia hapa ni mazingira ya porini. Usalama wa vyakula hivi unakuwaje? Usalama wa vyakula unakuwa vizuri kwa sababu tunavyotengeneza sisi, japo tunapata changamoto vitu sehemu ya kuweka kwa sababu tuko porini sana.
Aha, usalama anasema ni wa kutosha kwa sababu kila kitu kipo katika mpangilio, na mna watu huko porini na mazingira bado sio rafiki. Na vipi mwitiko wa ushirikiano kati ya nyewe wapishi pamoja na wanaotumia chakula hiki? Ushirikiano upo vizuri, japo kuna changamoto ndogo, lakini tunashukuru Mungu tunaenda vizuri. Asante sana. Nini ambacho unawaambia wanaokutazama, wale ambao hawajafanikiwa kufika hapa na wanafikiria kwamba porini kuna changamoto, lakini wewe unahitaji kuambia kitu gani ambao wao wanakutazama hivi leo? Mimi nawaomba waje wajifunze vitu vingi, maana tukiwa kupolini tunajifunza vitu vingi. Kuna vitu vingi sana sana sana. Kama hapa sisi kwa tujui kupikia kama majiko haya ya moto. Kwa hiyo tunajifunza vitu vingi, tunapika, tunafanyaje. Pia ambao wanatutazama sasa hivi, hata wazazi, tunaomba waruhusu watoto waje wajifunze vitu vingi sana na wamjue Mungu zaidi na zaidi. Asante sana. Unaitwa nani? Naitwa Pendo Joseph, natoka kanisa la Mlimani Nzega. Asante. Toka Mlimani Nzega wanaendelea kutuweka hewani. Endelea kusalia nasi. Kama unavyoona tunapata vitu vya athiri kwa sababu tupo katika athiria yenyewe. Kuwa pamoja nasi. Kabla hujatoka katika runinga yako, ni kutakie siku njema na mafanikio mema. Mungu azidi kukutunza. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya N-Media Channel, na asubuhi ya leo mara baada ya kupata matangazo kutoka katika vituo vyetu vinapopatikana magharibi mwa mji wa Nzega, na haikuishia hapo, tumefanikiwa kufika porini, mahali ambako kambi hili zuri la vijana linaendeshwa. Hatujafanikiwa kuingia ndani kwa sababu tayari tunahitaji kupata maelezo kutoka kwa rafiki yetu ambaye yuko hapa. Atatuambia nini kinaendelea hapa asubuhi hii na yeye ni nani, anahusika na kitu gani. Rafiki yangu, habari za asubuhi? Njema kabisa ndugu yangu. Unaendeleaje? Mimi ninaendelea vyema kabisa. Ndio, wewe ni nani hapa na nini kinaendelea hapa? Mimi kwa majina ninaitwa Amos Kishimba Nsabi, ni mkuu wa kambi la kanda ya Nzega. Na kinachoendelea hapa ni kambi linaendelea la mafunzo ambao limekutanisha mitaa minne. Kanda hii ya Nzega imebarikiwa kuwa na mitaa minne na hadi sasa mafunzo yanaendelea. Kwa hiyo niwakaribishe wote. Ninahitaji kukuuliza swali, ni kwa nini makambi yanafanyika polini na sio mjini? Makambi ya vijana yanafanyika polini kwa sababu yanahusisha vitendo. Lazima vijana wafundishwe kwa vitendo. Watafundishwa namna ya kutengeneza mafiga ukiwa sehemu ambayo hakuna jiko. Kwa hiyo wanahitaji kuwa sehemu kama hiyo. Umeona? Wanahusishwa pia kuhama kutoka kwenye makazi walioyazoea kwenda kwenye makazi ambayo hawajayazoea. Kwa hiyo wanapewa uzoefu wa namna ya kuweza kukabiliana na mazingira ya aina yoyote na kufanya maisha fanyaje yaendelee. Asante. Huyu ni mkuu wa kambi, nafikiri nina mengi ya kumuuliza katika wakati huu. Mkuu wa kambi, ni kwa nature ya mazingira na huku ni porini, usalama wa watu ukoje na utaratibu na mpangilio ukoje kuhakikisha kwamba watu wanaendelea vizuri bila changamoto? Usalama wa watu hapa kambini ni kutoa shaka tu kwamba tunayo kamati ya ulinzi ambayo inaratibu zoezi lote la kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa vizuri. Lakini pamoja na hilo, sisi ni watu wa Mungu. Maombi kwetu ni kitu cha msingi. Tunamshirikisha Mungu kwa kila hatua. Na nishukuru tu kwamba tangia tumeanza mafunzo haya hakuna ripoti mbovu ambayo tumeipokea. Labda kuna mtu anasumbuliwa na labda amepata ugonjwa au kuna mnyama amemdhuru. Tunamshukuru Mungu kwa hilo kwa kweli. Asante. Na ninaona hapa kamba pamoja na miti imetengenezwa hapa. Hapa ni nini kilikuwa kinaendelea hapa? Unaweza ukatuelezea kidogo? Hii mnayoiona, hii ni main gate ya kuingia kambini kwetu. Kwa hapa ndio sehemu ambayo unaruhusiwa kuingia ndani ya gate ya kambi. Na unachokiona hapa, hii ni rotation gate. Inazo vitasa huku upande huu. Inamaanisha kwamba imetengenezwa kwa mfumo wa kuweza kuifanya upande fani iguse hii mti wake. Inamaanisha ukitaka kuifungua lazima utatakiwa uitegue kwa nguvu kidogo. Unaona hapa imeng'ang'ania. Kwa hiyo inafanya hii iwe salama zaidi na inafungua kwa rotate hivi ambavyo unaona. Mtu anaingia, mtu anatoka. Je, ninaweza kuingia ndani? Unakaribishwa. Penzi mtazamaji, nimeruhusiwa kuingia ndani ya kambi. Kwa hiyo
twende tuone nini kinaendelea huku ndani. Ndio sasa tunaingia, kama unavyoona geti ni la kuloteti. Kwa hiyo kama unavyoona geti lina rotate, bila shaka hakuna tunachopoteza. Unaruhusiwa kuingia. Kameramani, unaruhusiwa. Tumekaribishwa vizuri sana. Na hii ndiyo ramani ya kambi jinsi ilivyokaa. Ninatamani kujua zaidi kinachoendelea huko ndani. Mkao wa watu umesema kwamba ni mitaa tofauti tofauti. Je, na huku watu wamegawanyika hivyo au wamekaa sehemu moja? Huku ndani kwanza, hii unavyoiona ni barabara, ndo main road ya kuingia kambini kwetu, na ukizidi kwenda huko mbele kumewekwa mitaa, kumewekwa barabara za kwenda kila mtaa. Yaani kuna mtu ambaye tunamuita mipango miji wa kambi au mkuu wa ukambikaji, ndio ametengeneza mandhari yote hii tunayoiona, na nishukuru tu kwamba amekuwa ni mbaraka wa pekee kuweza kutupangia kambi letu. Kama linavyoonekana ni kambi smart. Ukitaka kwenda mtaa wa Nzega unafika, ukitaka kwenda mtaa wa Nyasa unafika, ukitaka kwenda mtaa wa Bukene, mtaa wa Mbali pia unafanyaje? Unafika. Barabara zote hizo zipo zinakufikisha, na uzuri ni kwamba hata maeneo ya ofisi zetu za kijamii yametengenezewa mazingira ya kuweza kukufikisha. Kwa hiyo ni kambi ambayo hatuishi tu kwa tunaishi kwa mpangilio maalum ambao tutakuwa tumedesign kwamba tukae katika ramani hii. Kwa hapa kuna ramani ya kambi. Asante. Asante sana. Hayo ni machache miongoni mwa mengi ambayo tumeyapata kutoka kwa mkuu wa kambi. Ninatamani kukuuliza kitu kimoja. Nini ambacho unawaambia watazamaji na wasikilizaji wanaofuatilia kipindi hiki ambao wao hawajafanikiwa kufika hapa? Mimi niseme kitu kimoja. Ambao hawajafanikiwa kufika hapa ni wamekosa kitu fulani ambacho watu waliofika hapa wanakipata. Cha kwanza, kambi hili limekusudia kuwajenga vijana walitambue kanisa, wajitambue wao wenyewe, pia waweze kuhusika kufanya kazi ya Mungu. Kama kauli mbiu yetu inavyosema, one voice mission for all 2027. Kwa hiyo tuko katika mkakati huu wa kufanya vijana wa Kiadventista wa Sabato walitambue kanisa, na baada ya hapo watumike kwa pamoja kama ambavyo kauli mbiu yetu inasema. Asante sana, endelea kubarikiwa. Amina. Mungu akubariki sana. Mpenzi mtazamaji, hayo ni maelezo kutoka kwa mkuu wetu wa kambi, na End Media Channel tunaendelea kukuweka hewani. Unaweza ukaona jinsi nilivyovaa ukafikiria mimi tu ni mtangazaji. Ni zaidi ya hapo. Mimi pia ni master guide. Ninaitwa Daniel Elias, nyuma ya kamera Baraka Benedicto, Po Kishimba na Maliwa Samueli. Endelea kubakia nasi, tuendelee kujuza nini ambacho kinaendelea huku porini. Asante. Huu ni mtaa wa Bukene. Hapa tunaingia katika kambi la Bukene. Wamekambika hapa na stadi zao zote na uzoefu wao unaonekana katika eneo hili. Ambatana nami tuweze kuona ni nini kinachofanyika katika kambi hili la Bukene. Tunahitaji mtu mmoja hapa atueleze ni nini wanachokifanya hapa na wanajivunia nini hasa wanapokuwepo hapa. Naam. Hapa tumefika mtaa wa Nzega, wenyeji wa eneo hili. Tutaangalia stadi yao ya ukambikaji, ujuzi wao binafsi na taaluma zao za kiundani zaidi kuhusiana na nishani ya ukambikaji. Hapa naingia eneo la Nzega SDA, kanisa moja miongoni mwa makanisa yanayounda mtaa wa Nzega mjini. Hili ni geti. Nadhani tuingie ndani tuone ni nini kinachofanyika katika kambi hili la Nzega. Karibu ndani, niko kwenye maskani, hema, kambi la Nzega SDA. Hawa ndio wanaowakilisha familia ya kanisa la Nzega SDA. Mtaa mama, mtaa kongwe unaounda mitaa miwili ya pale Nzega. Hawa ndio wenyeji na hapa ndipo walipokambika. Tunao vijana kadhaa ambao wametokea eneo lile na wamefika hapa kuhakikisha mambo yote ambayo yanafundishwa hapa wanayapata kwa uzuri. Niko na jamaa wangu mkono wa kulia, atajitambulisha jina lake na tutaona kabisa wazi aliyemtuma kuja huku hakukosea bali kafanya chaguo jema.
Rafiki yangu, unaitwa nani? Unatoka wapi? Hapa unafanya nini na ni kwa nini uko hapa? Kwa majina naitwa Baraka Magoma. Nimekuja huku ili kuchukua mafunzo kadha wa kadha. Kwenye nishani kwenye mafunzo yale ya Komando Kozi, kama nilikuona vile, ni mhusika kwenye yale mafunzo au sio wewe uliyekuepo pale? Ni mimi ndio nilikuepo pale. Ni mmoja wa vijana ambao walihusika kwenye mafunzo ya Komando Kozi. Kwa nini uko hapa na hivi unadhani ukiwepo hapa unanufaika na nini hasa? Mimi binafsi nikiwepo hapa nanufaika na mambo mbalimbali. Mfano la kwanza ikiwemo ubunifu. Mnafundishwa naona vitu kama hivi. Vitu kama hivi. Hii ni meza. Hii nani katengeneza hii? Hii nimetengeneza nikiwa ninashirikiana na kiongozi wangu wa kambi letu hili. Aha, ndio amewaongoza mmetengeneza hii. Ndio. Kwa hiyo vijana wanapotoka kule wanakuja wanajifunza ubunifu. Mchungaji wako wa mtaani nani? Tafadhali tutume shukurani na pongezi kwake kwa kuruhusu vijana kufika hapa. Mchungaji wangu wa mtaa ni Pastor Shija. Pastor Shija, popote pale ulipo ubarikiwe, lakini pia Mungu aendelee kukuzidishia kwa kadri ya hekima yake. Mzee wako wa kanisa hata mmoja? Magoma. Mungu akubariki sana kuwafikisha vijana hawa. Amen. Wakina mama wawili walikuwa waki Mambo ni kubwa.